Kwanza, ukiona una deni, una akili timamu. Ndio, yani kipimo cha kwamba wewe sio zuzu. Kakope. Ukiona wamekupa, una akili. Unafikiri kichana anaweza kaingia banki wakampa hela? Kwa nini wewe ulienda wakakupa? Ziko timamu. Hakuna haja, kwa sababu kwanza hujaiba. Ulienda ukakopa, ufanye biashara, imekataa. Mwambie nitalipa pole pole, nitapambana. Lakini mimi siwezi kukosa kulala usingizi. Ngoja nikuulize, hivi Kenya inadaiwa trilioni ngapi? Nderito 10 trilioni. Unamuona Ruto halali? Gachagua halali? Wale mawaziri wote wa fedha ni hawalali? Wanalala na walinzi nje. Sasa wenye trilioni 14 wanalala, alafu wewe 100,000, 200,000 eti hurari, eti osini. Hukuiba. Wewe sio mwizi. Uliazima, biashara imegoma, kosa lako liko wapi? Kosa liko wapi? Wewe unapaswa uungane nao kushangaa. Ndio. Ungana nao kushangaa kwamba unadaiwa. Sema kwa kweli, na mimi mwenyewe nashangaa. Sijui kwa nini, lakini nitalipa tu. Koroma ili ulale vizuri, upata akili ya utulivu ya kufanya biashara. Yaani wewe unashindwa hata kuja kanisani. Mimi na madeni, mimi na madeni. Nani alikwambia wanaodaiwa mikopo ya benki hawaendi mbinguni? Nani? Nani alikwambia hawaendi? Kwa sababu hujaiba. Kwanza wanasema mtu aliye kamili madeni ni lazima. Kwa sababu kikubwa, kopa, weka kwenye malengo. Kama yameharibika hizo okay, lakini uwe na malengo. Shida ni wale ambao anakopa hela, ametoka benki anasema sijara kiti moto, nguruwe. Anasema kuna magauni sijawahi kuvaa, anaweka hapo. Kuna nini, kuna suti za kama Amos, sio kuna nini. Huo ndio ujinga. Pesa ya mkopo sio yako. Ni pesa ya watu. Usikubali kutoa pale kwenye mkopo kwenda kununua nyama, kwenda kununua nguo, kwenda kufanya. Ile hela sio yako. Amen. Ndio. Sasa wewe unaumia eti kwa sababu una madeni.